hao. Hilo nini? Hilo nini nakuuliza? Hivyo una aibu wewe? Hauoni hata aibu mtu mzima, mzee mzima? Aiba nini? Ati nimekaa tumelala vizuri, nimerudi vizuri, nikae na mke wangu tuongee mambo mazuri yenye amani duniani. Na kana utandudu za ajabu, naona kama predator amekuja kuniteka. Kumbe umechukua simu yangu. Kwa hiyo unataka hii simu yako kwa upumbavu wako uliokuwa nao huko ili nikupe hii simu, si ndio? Mbona tunategeshana? Kivipi? Nikilala mimi mwenzangu unanitega. Ukilala wewe mimi nakutega. Tutaishi mpaka hivi mpaka lini? Kumbe wewe ndio unanifanya mimi nisikae na simu kubwa. Mimi nikiwa na simu kubwa unaniloga. Hii simu sikupi. Nataka nimtafute huyu mwanamke, nijue yuko wapi nionane naye. Unanifanyia vitu vya ajabu sana mama watoto. Na katika stress hizi unazonipa mimi, unanipati mimi. Sasa hivi najisikia aibu hata kutoka kwa rafiki zangu. Nini? Unasikia aibu? For what? Unaniuliza for what? Na nakuuliza unasikia aibu kuhusu nini? Kuhusu mimi au? Mimi for what? Sasa nakwambiaje? Dawa yako wewe nishaijua, iko jikoni changamka. Haya na ndio dawa yako dawa gani? Stresso. For me, stress na kuchukulia nyumba ndogo. Unasemaje? Nini? Yaani wewe mimi unataka niole nyumba ndogo wewe? Wewe? Kwa nini mimi si mwanaume? Basi kama ndio binamu yangu, nenda. Anza. Niende wapi? Niache. Nikuache? Kila Israeli tu hivi. Niache na kuachaje kwa mfano? Tumezaliwa wote. Hata kama tumezaliwa wote kijiji kimoja. Kumbuka aliponitoa. Sawa. Utajua Mungu. Kama umeshindwa kuishi humu ndani, basi wewe toka niache na wanangu wewe nenda. Nenda, maana huko kwa sababu uko ndo kwenye raha. Mbona hivyo kuna mapenzi utapeli? Ya utapeli. Nenda bwana. Nenda wewe, mimi sina habari na wewe, basi nenda. Wewe ningangani kwa nini? Sasa kuangania nenda. Kakae huko kwa nenda kakae. Uende bwana. Siendi kokote. Wewe ukitaka wewe nenda, mimi niache hapa na wanangu, wewe nenda. Ningangania mpaka nuko zangu nisema. Binamu yangu akinaelomba. Mwanamke mnipa mbata hapa nimekulia. Mbona unaningangania nini? Sikungangania nakwambia. Unaningangania mimi sikutaki kwa nini? Unitaki. Mimi siendi kokote. Au kama unataka wewe nenda unapoenda. Niache na wanangu hapa nihangaike nao. Basi unaningangania kwa nini? Ndio nakwambia siendi, utajua mwenyewe. Unaningangania kwa nini? Ndio utajua sasa. Sina laza kabisa. Una laza? Unachekesha kweli wewe. Wewe kama una haja ya kwenda wewe nenda tu huko, si kwa Kingwendu, si kwa nani, si kwa mjomba. Wewe nenda. Wewe baki wapi? Mimi nabaki hapa na wanangu. Sitaki. Utajua mwenyewe babu, wewe nikishage mimi hapa. Mtango. Vipi? Salama. Bwani. Bwani nashukuru sana. Mimi ni kwenye pilika zangu hapa sasa hizi. Ala, unaelekea wapi kwani? Just around. Niko around. Nifanye nini sasa? Kweli uko around. Uko around. Imekuaje tena yani? Unasema nini? Kwa vipi yani? Yaani mambo yamekuaje? Imekuwa kuaje? Yamekuwa bila kumwagiliwa. Jamani. Una kashida? Hakuna shida yote. Vipi lakini Mtango? Salama tu. Mimi bwana nimeamua kwanza ninyoshe miguu kidogo nizunguke zunguko. Angalau nipite kwanza niengelee pale chini pale. Kule? Huko umetokaje huko? Si nimetoka nyumbani kwa mguu mpaka nimefika huko. Umetembea kwa mguu? Kwani mimi nina gari? Mimi nina gari. Gari una, lakini hata mavazi hauna. Kwani hapa nimefanyaje? Umevaa, lakini umevaa naona hujavaa, umevaa tu. Nimevaaje Mtango? Wewe unaangalia kaka sigagauni jamani, akasikagabuni akasikaderaka. Kaka sikaderaka. Mama yangu we, mama yangu. Kaderaka. Hivi ndio nilivyovaa mimi Mtanga? Aise. Mama yangu. Halafu umepita mitaa yote ili watu wanaokuheshimu wameuchuna. Mama umezalilika. Bwani. Sasa imekuaje Mtanga mimi mpaka nato? Yaani mimi sijui chochote. Jamani. Kuna kashida nyumbani? Shida ipo. Kweli? Unajua mimi nyumbani pale sikai vizuri na yule mama. Hizi stress nakwambia, yaani mimi jana yenyewe sikulalo. Aise mimi mwenyewe nina stress hapa. Nilikuwa naenda kwa Aromba hapo, nikapate mawazo. Na stress.
Yaani mama mpaka ananifanya mimi natoka hivi kwa kweli jamani. Hivi nimepita nimepita vipi njiani? Sijui mwenyewe umetembeaje yani. Nashangaa umevaa tena umetokeza hizo kama muhindi. Muhindi vipi yani? Kidogo imekuwa na unafuu? Hebu angalia mwenyewe. Niangalie vipi yani? Mama yangu yani muhindi. Mtanga unanichunguzi nini bwana? Mimi nikadhani alijakopa. Acha kunichunguzi mtanga, unasikia vitu gani? Nani alioni kwanza hivi vitu? Mimi sinichomekea. Wewe ulipita peke yako huku, umechomekea hapa kidogo huku nilikuwa ninaning'inia bwana. Sasa huku naenda ukaje huko? Sasa nitarudi vipi nyumbani? Mimi naenda kwa Yaromba hapo. Basi twende haki ya Mungu afadhali, uchengui sana. Twende kwa Yarombi, mimi atanipatili shati yule. Basi chomekea. Chomekee kweli. Sasa nichomekeeje? Chomekea tu. Mimi na hata nilivyokuwa nakuja mbona nichomekee mtanga ndio maana watu wakunijua. Kalikuwa kananing'inia kama katauti huku bwana. Asa mbona nina vimbe kama naonekana kama nina booster. Bora uonekane kama mshipa kuliko kuvaa katera bwana. Basi bwana twende kwa Yaromba. Twende kwa Yaromba bwana. Hii hali ni ngumu sana. Stress zimenikamata. Nimelala na mke wangu kule, nimetoka nimelewa, lakini maisha yamekuwa yale yale. Hivi nitaishije? Kwa sababu kila ninapojitahidi watoto wangu kuwasomesha na kila kitu. Yarombi. Yaromba. Yarombi. Mbona unaongea peke yako tayari? Yarombi vipi? Kagari kamekata steering tayari? Yarombi. Nimekuja kwako ndugu. Karibu. Asante. Kwanza kabla ya yote una shati. Karibuni sana. Una shati. Tulia kwanza. Uone mmoja kabaka kagundi haka. Mambo kuna tatizo? Kagundi. Karibu. Angalia kapoje. Mama wakusuta mimi. Anaitwa mama na meremeta. Mama yangu wewe. Mambo. Mi stress. Seniwa stresso. Stress zinaua kweli. Stress zinaumiza. Hebu mtafutie kashati huyo anataka mtanga usimkatishe. Stress zinaumiza. Kweli. Kayaromba. Yaani umeacha kunywa pombe sasa hivi unakunywa pombe alafu unavuta na kabangi. Hii staria ya kabangi umeanza lini wewe? Yaani bangi mimi sivute vipi? Nimekwama kwa sababu ndugu yangu mtanga. Nilikuwa na mtoto wangu. Kale Kaima. Alikuwa yeye ni form 6. Nasikia mtoto wangu anapola watu. Kamekuwa kajizi. Mama yangu. Kweli ka stress yangu. Mtoto wangu mwingine anaitwa Veronica. Kale kakike kale. Veronica anajiuza mjini. Kanajiuza ka Veronica? Juzi nimesikia habari hiyo imeniuma sana. Lazima uwe na ka stress hapo. Yaani wanawake hawa. Yaani huyu anatakiwa akae na mtu peke yake atajinyonga huyu. Ndio maana ndugu yangu mimi nikajisikia, nikajifikiria, nikaona na maisha gani? Kajumba yani kwa kweli bora hata mimi umenipa lift ya banki. Nimevalisha mimi dela. Shati lipo? Wewe Yaromba. Hebu nyanyuka mpe kashati huyo bwana. Dela niliyovaa. Hewa sijaizoea kweli, nimeona kweli nimevaa dela. Hewa zinapita kila kona. Nitafutie shati. Mambo, mimi nitaenda kukupa shati pale. Mchukulie kashati. Chukubange. Kwa kizibiti. Ukae na kizibiti. Haina shida. Naomba nipe shati, sija kukaa na dela, nisikibaridi, sija kunyonyesha. Nisikimaziwe na ndundi. Hisi nakata stress. Kamchukulie kashati. Chukulie kashati. Amka. Usinivuti hivi kama mkeo. Hamna, twende. Usinivuti kama ndugu yangu. Usinivuti kama hwanu wako. Tatizo lako ni stress. Ukote kuniuta kati hwanu wako. Kamchukulie kashati bwana wewe. Usinivute hivyo mistaki. Twende ndugu yangu. Nini staki? Usinivute hivyo. Usinitende. Ndio mnaenda kupiana shati style hiyo? Toka. Sio hivyo bwana, mnaendaje hivyo nyinyi bwana? Niambie rafiki yangu Rachel, vipi? Safi tu rafiki yangu, karibu. Asante. Sijakuona leo kazini. Leo nilikuwa najisikia ovyo rafiki yangu. Yaani kujisikia ovyo ovyo usije kazini kweli. Sikuwa poa.
Unajisikia ovyo ovyo. Je, hospitali umeenda? Kusema kweli sijaenda. Sasa unakaaje bila kwenda hospitali na ujisikii vizuri? Angalia leo umemisi kazini. Je, bila kutumia dawa kesho itakuwaje tena? Mbona nitakuwa sawa tu? Rachel, mimi naona kama unanidanganya. Halafu sasa hivi hauko vizuri kama mwanzo. Hata ukija pale kazini hauchangamki tena. Unajua mimi nakufahamu Rachel. Mbona hauko vizuri niambie? Wala usijali rafiki yangu, labda uchovu tu. Ila mimi niko sawa. Uchovu muda wote huo Rachel? Kuna jambo unalo kwenye moyo wako. Siku hizi hauko vizuri kama mwanzo. Nitakuwa sawa rafiki yangu. Usijali. Mimi nitakuwa sawa na kuahidi. Ila tuachane na hayo. Kazini vipi wanasemaje? Kazini kuko poa. Diana kaja. Atakosaje kwa mfano? Na anapotupelekesha na ule mchezo. Niambie kwanza. Nakwambia mimi ndo maana niliomba niwe wa mwisho. Yaani katika mahali mlipokosea, Madam Rita mumtoe katikati. Niambie shogangu. Za huko? Huko hata si kwema shoga. Kuna nini tena? Yani nyumbani kwangu sasa hivi panawaka moto. Nikae vizuri nipe ubuyu Yani mume wangu simuelewi kabisa siku hizi. Kuna shida gani? Niambie, mbona mimi naona tu kuna amani, hamna shida yoyote. Kuna nini tena? Shoga. Yani hiyo amani unayoiona nje huko. Lakini ndani mwenyewe nayajua shoga yangu. Yani mume wangu sasa hivi simuelewi. Shemeji yangu huyu ninomjua mimi. Huyu. Niambie. Yani shoga yangu, hiyo amani naonyeshea watu tu. Lakini ya ndani nayajua mimi. Yani mume wangu amekuwa ni pasua kichwa. Yani kwangu panawaka moto. Bora hata wewe kwako pana amani shoga yangu. Shoga yangu, ukiona kwako kunaungua, kwa mwenzio kunateketea. Yani niache tu na hii ndoa. Haya, kuna nini hapa? Sikuta tunaongea mwanangu. Nani kakupa ruhusa kutoka ndani uje nje? Wewe mke wa mtu wewe. Mke wa mtu nani kakupa ruhusa kutoka nje? Umenioa nimekuoa. Salimia kwanza. Asalimie nani bwana? Msalimie nyumbani kwangu. Wanawake watu wazima kabisa mnapiga umbea hapa bwana barazani hapa. Kwani umbea gani tunaongea? Ndani unanibishia. Nani kamuoa mwenzie hapa? Ndani. Nizika. Ndani kichwa kama ugali bwana. Haya kwenda. Ndani. Hajinga wewe. Na wewe endelea kukaa hapo uone kitakutoa radi au kajua. Para chichi. Dodo. Hapa na mkeka kubwa kadima kanaleta kaumbea. Na kana bahati kweli. Hivi kumbe mwenzangu anapitia maisha magumu? Hapana. Nilijua ni kwangu tu. Hizi familia yaliyomo ndani ni Mungu anajua. Karibu. Joel! Sweetheart. My dear. Pole mume wangu. Asante.
Nakumisi sana. Nakumisi sana. Mimi pia. Karibu sana. Yo. Hongera sana kwanza. Naambia. Kwanza. Mchana ulikuwaje? Kwa vizuri. Na mimi utafaulu. Yes. Na utafaulu sema mamako ana akili na utakuwa na akili kama mamako. Yes. Naambia. Tumshukuru Mungu atujambo. Na tumaliza salama. Ingawa uko mtoto alimlisi. Ole Joan. Alimlia sana mwanangu. Tamani sana kweli. Ile majukumu ya serikali sana. Niambie ukifaulu unaahidi nini? Yaani nikupe zawadi gani? Laptop. Laptop. Wow. Kwa nini laptop? Yaani alikuwa kwenye mawazo yangu kabisa. Okay. Kwa nini laptop? Kwa sababu hiyo laptop baadaye nitakuwa najisomea. Safi sana. Yaani ndio maana nani hapa? Yaani hapa Mungu amenipa mtoto kweli. Unaona? Yaani kichwa. Sasa nikwambie kitu. Wewe ni kichwa. Hata maandiko kwenye Biblia yanasema kwamba wewe ni kichwa, huwezi kuamkia. Sawa? Kwa hiyo tembelea andiko. Shika maneno ya Mungu. Unaona? Utafika mbali maneno. Sawa? Hata hivyo nina safari, nataka tukamwangalie bibi kesho kutwa. Tunaenda wote. Kwa bibi yako, kazi ni. Wow. Surprise. Then Tutaenda kwa nini? tunaruhusiwa kazi ndio. Taomba ruhusa. Sio kana bado naenda sio kanaambia wewe mpaka sehemu hii. Hapana. Yaani naomba pasiwe na pingamizi yoyote. Sawa. Uko tayari? Tuko tayari mwanangu. Joan, uko tayari? Study. Umependeza sana Joan. Asante. Umependeza pia mume wangu. Tangu lini mapolisi wakapendeza? Umependeza sana. Polisi uko nyumbani uko handsome. Rafiki yangu Ndumbaro, nimekuita maeneo haya ili tuweze kuzungumza kwa sababu mara nyingi mimi jioni huwa napenda kuja maeneo kama haya. Nakaa hapa na tafakari maisha, nikijaribu kidogo kupunguza msongo wa mawazo. Unajua ukiwaza sana maisha ndugu yangu unaweza ukajikuta unazeeka mapema kabisa. Hebu niambie, umeniambia kidogo kuna matatizo wewe na mke wako. Nini tatizo? Ni kweli na matatizo makubwa sana. Yapata miezi 6 sasa hivi hatuko vizuri na mke wangu. Yaani unaona mnakuja nyumbani pale. Tunaongea vizuri, anacheka, lakini mkiondoka nyumba inawaka moto ndani. Na nisijui nifanye nini niweze kuweka sawa mimi na mke wangu. Sasa unajua Ndumbaro, labda nikwambie kitu kimoja. Hao wanawake na sisi ni vitu vile tofauti. Sisi tunaishi nao wanawake lakini hatuwajui. Mara nyingi unakuta wanaume tabia zetu, ukitoka kazini, unapita kwenye mabaa, unakaa na marafiki, lakini upati nafasi ya kukaa na familia yako.
na wao wanakuhitaji ukae kama baba, ukae na watoto, ukae na mke wako. Labda nikuulize, wewe mke wako ukiangalia katika kumsoma, huwa anapendelea kitu gani hapa? Banzi mke wangu apendi mziki, yani apendi kitu chochote. Mara nyingi lakini huwa namuona anapenda kuangalia TV. Huwa anapenda sana kuangalia ile TV ya wanyama. Ewa, sasa hapo unaona? Kama anapenda kuangalia wanyama, manake huyu ni mtu ambaye kama utampeleka mbuga za wanyama, ukimpeleka mbuga za wanyama ataenjoy sana. Unajua sisi Watanzania hatuna tu utamaduni huo wa kwenda kutembelea katika hizi mbuga za wanyama, sehemu za utalii. Mara nyingi sisi tunakaa kwenye mabaa, tunapoteza pesa nyingi, lakini mchukue mke wako, mpeleke kwenye mbuga za wanyama. Mimi na rafiki yangu mmoja, yeye yuko hapa Manyara National Park. Kwa hiyo kama utaweza jipange, nitakupeleka, nitakufanya mpango, utaenda naye. Basi itawezekanaje nimpeleke kule? Ni gharama. Achana na habari ya gharama. Gharama ngapi unatumia na marafiki? Utashindwa kutumia gharama na mke wako na familia yako na watoto. Ukifanya hivyo, iko kitu watoto wako hawatobadilika katika vichwa vyao. Watakaa watakumbuka maisha yao yote. Wewe unafikiri hata wazungu wanakuja huku kutembelea hizi sehemu zetu za kitalii, unafikiri wazungu wote wanakuja huku wana pesa? Hapana baba, wengine wanajichanga taratibu, ndio anaamua kwamba bwana, baada ya miaka 2, miaka 3 nitakwenda Serengeti, nitakwenda National Park. Kwa hiyo wazungu hata wao wanajichanga. Inawezekana kabisa rafiki yangu. Mimi nakushauri ufanye hivyo. Basi mimi nashukuru sana. Inawezekana hiyo ikawa solution ya ndoa yangu. Kwa sababu kila nikijitahidi kumweka sawa mwanamke ni ngumu sana. Mimi nakuomba ufanye hivyo. Sawa, mimi nafanya hivyo, lakini sijui kama atanielewa. Yaani yeye kumtoa. Sijui nitumie akili gani kwanza kumtoa nyumbani kumpeleka huko. Mbona nguo sasa ameloweki maji? Si nguo zangu hizo. Aya. We Mtungo. Mtungo. Abe my daddy. Njoo kwanza. Mbona nguo zangu ameloweki maji? Ukisikia mwanamke mazingira, mwanamke usafi ndio huu sasa. Mazingira yenyewe ndio haya. Unaona nguo chafu zimezoleka, nizifua mpenzi wangu. Sasa Mtungo, bila taarifa. Kuna shida kwani? Ndio meleki zote hamna hata moja ile kubondi. Ndio kabondi sitaula hilo hapo. Wewe kakae ndani sasa hivi jua linatoka zinakauka hizo. Zisipokauka basi unalala hapa mpaka asubuhi. Mwanamke nyoka, mwanamke titi, mwanamke tumbo. Mtungo, vipi lakini matatizo yako bani? Mimi sifalo. Mbona unanifanyia hivi jamani? Wewe unaning'ang'ania tunataka kuniweka kama zindiko, mbona tabia mbaya sana. Sasa ile zangu kule ndani zipo. Kwenye hii nguo hilo nyingine ufulu na nini kuna ile zangu. Ile zangu hujazione muli? Aka, mimi kwenye swali nimekuta sindano na pini basi. Sijaona sindano wala siri. Mtungo, sindano na pini nini jamani, kwani mimi mchawi? Kama sindano niliweka mimi mchawi mpaka na sindano. Ndio ushaanza kunibandika limbwata, nisipendi mimi. Kanikomoa huyu mwanamke, kanikomesha. Huyu mwanaume mautauta. Nimejitakia mwenyewe kilanga changu jamani. Sasa ukimaliza kulia utanikuta ndani. Mtungo. Mtungo amenisuruba Mtungo. Mtungo wewe maji. Jamani. Kama sio bora, ile na maji. Na maji.
Mbona jamani nimekuwa mchafuke wote tikiti sehemu. Nenda bwana ndo. Hii fanya nini bwana? Na nyumbani kwangu, kwa mtu wangu shida, nyumbani kwangu stress, kwa mchepuko na stress, kwa mchepuko mtungo mdogo. Ina mchepuko ya 5 miezi. Kanchukulia zangu stino. Niishi ngupi? Ndugu yangu alinipa hela stonioni ya Simba ile. Ndugu yangu napenda sana kutanulia Simba alinipa hela stonioni. Mke wangu sisi. Kwa mnyumba ndogo mchepuko mchungu sisi. Hapa dada ngoja niende zangu kwa Arusha kwa Ndumbaro. Yaani dada yangu hapa niende kwa Ndumbaro. Nipunguze stress. Naondoka na IT. Nilikosa IT na vita mbugo kwa mbugo. Odi humu ndani. Odi, naona hamnisikii au dharau? Mtungu. Mtungu umefuata nini huku? Nimefuata hela yangu. Mwe, akawanga mwe. Utendelee kupenga. Mtenda kupenga. Nani kupenga leo? Mtungu vipi? Utendelee kupenga? Sikiza nikwambie. Siku hiyo ulivyonitumia usiku kucha, asubuhi kumekucha, unasema mama umeweka nguo, mara sijui hela zimepotea, hukunipa hela yangu baba. Wewe ulinikelo. Kwa nini nguo zangu liduli kwenye maji? Utenda kutumbika nguo yangu mumachi kweli? Kwa nini? Ziko wapi zingu? Baba, ni namba yangu. Njoo kwanza. Sikiliza Mtungu. Tatizo lako Mtungu ndivi hivi tu mambo yako unapokosa. Hebu njoo tuangalie pembeni huko. Mtungu, mbona unanifuata mpaka nyumbani jamani Mtungu? Bwana Mtungu bwana wewe mimi sipendi matatizo. Hivi ni mazi wana. Mwana kulitaka, mwana kulipata. Zilipiki makini. Na kwako. Nataka hela yangu. Umenielewa Chako uliweka kitu huko? Sikiza baba nikwambie. Umeona ziwa ile? Umeona tumbo baba? Umeona mgongo? Baba hivi vitu vyote vinalishwa. Unalishwa na maana upo hivi. Nataka hela. Na ufahamu nilikuwa na utumii huu. Naomba changu. Nataka hela yangu, nataka hela yangu. Kwani mimi hatujaachana? Sikukuacha bali mimi siku ile. Jamani. Mbona unafanya kumbukumbu la Torati vitu vimeshapita mama lakini hivi unataka nini? Unataka nikujazie watu Sijazi mtaa. Basi naomba changu. Jamani majirani. Basi. Naomba changu. Naomba hela yangu. Maisha shabu ya 40, maisha ya 40. Jamani Mtungu mbona una tabia hivi bwana? Unanyanyasa sana unifuate mpaka nyumbani bani. Shingapi? 55,000. 55 wapi wewe uko? 55. Mimi bani unikomi mbona? Kuna ndani hamna unga, hamna mchele, hamna mafuta, hamna mkaa. Na 55. Shingapi hiyo? Shilingi 40. Wewe hapana. Hapa nini jamani? Ongeza hela hiyo. Mbona unakumbisho? Mbona unakumbisho? Embe kago unakowekago, mimi sinajua unakowekago. Ngoja, yeye nachukua. 40. Utakuja lini? Utakuja lini? Wapi tena? Utakuja lini kwangu? Nijibu hapa niondoke na amani. Mimi manisiji bwana. Nitajaza mtau. Naomba unijibu. Utakuja lini kwangu? Nijibu hapa. Kwani tunarudiana tena? Utakuja kwangu lini? Nijibu, niondoke. Baba, utakuja lini? Naomba nijibu. Sijajua, useme wewe. Mimi niko kaji huku mlauku lenye kwanza gumu tena na lao kwako tena huku tena. Taangalia kama utaweka kwenye maji au uloweki tena. Yaani busu niondoke. Mtungu na nirudishe tena. Naomba unibusu niondoke. Bila hivyo najaza nzi hapa. Mtungu mimi sitaki. Nikubusu. Nitang'ata pua hiyo. Kwa hiyo. Mwanamke kaja hapo kachukua 40 hapo kaniacha mimi niko free will. Mama utaniua mimi mwaka usijini makosea nini jamani? Yaani toka Mama Samia uko wapi Mama Samia?
Mama wanataka kutandika sasa hivi, wametuzidi wao sasa. Na si akini baba tuandamane namna hii. Simtaki ananilazimishi kilazima. Kachukua 40 kaondoka nayo. Kaniacha mimi niko free charge. Mama Samia. Mama Samia mimi anamtesa. Wanamtesa mistaki. Atakuja tena yule. Basi niwaambieni shoga zangu, yani kuna mwanaume huyo wala sijawahi kutembea na mwanaume yoyote, mwanaume ananifikisha sehemu yake sijapata kuona. Yani mwanaume anajua anakuweka kati, anakupeleka dirishani mama, unatema mate kidogo afu unarudi kwenye kukaba. Huyo atakuwa ni Mkongo au Mzimbabwe, lakini kwa hapa Tanzania hamna mtu mwenye staili zote. Wapo. Mimi nahisi yule atakuwa Mkongo, maana Wakongo si unajua kukata kiuno. Wapo shoga yangu. Songea. So serious, wafiche shoga zangu simuache. Anaitwa nani? Anaitwa Bambo. Bambo? Hebu ngoja kwanza shoga yangu sikie. Si yule Bambo ambaye mrefu hivi kapanda, alafu kunyuma kama ana maipsi fulani. Huyo shoga. Yaani huyo hujakosea. Dada, mbona mimi kama naona kama vile unaingilia katika anga zangu? Nini? Kama alikuwa kupeleka juu anakupeleka chini si nini? Kwani mimi nina uzee gani? Mwenyewe na mimi kanipitia. Na wewe umo. Yaani naona mnanichanganya. Yaani hapa mmeshanivuruga kabisa. Jamani, huyo Bambo mimi ni mtu wangu. Na jana nimetoka kwake kwenda kuchukua hela. Nilikuwa sina hela vikoba, nikawaza nitaira gani ambayo niliponalo karibu. Nikaenda kwake nikachukua hela ya vikoba. Alafu wewe unasema wewe siji. Jamani, mbona mimi sielewi hapa? Yaani mimi sielewi. Sasa sikia nikwambie, haina haja marafiki zangu nyinyi, mimi na nyinyi kugombana wala haina sababu. Haina haja. Sisi cha msingi tumweke mtu kati. Mimi naona mnanichanganya. Mimi niambia kwamba simkia yake sitaila. Ananiambia ni wewe ndio baby mwenyewe. Wewe ndio baby. Sasa mnaanza kunichanganya kama amewachanganya na nyinyi watoto ndio mnanivuruga kabisa. Cha msingi tunachotakiwa tukifanye, tumfuate kwake tukalianzishe. Yaani hule, tumchezeshe kichura mpaka ajue kabisa kwamba thamani ya mwanamke kwa maana yake yule hajui thamani ya wanaume, ndio maana anatuchanganya. Alafu isitoshe itakuwa anatufahamu. Ndio maana anafanya hivyo. Yaani hicho ndio cha msingi jamani. Hebu tutokeni hapa, twendeni kwa Bambo. Kwa ananichanganya mimi na vitoto vidogo. Mimi ameshanikera. Hebu ngoja. Kwa hiyo kati ya 1, 2, 3 hamna mwenye hatimiliki na ule mtu, si ndio? Yaani hakuna shoga. Hamna eh? Sasa sikiliza. Yaani hili litakuwa ni mwanzo na mwisho. Sio kwa yeye tu, na kwa wanaume wote ambao wanachukua watu, wanajua kabisa hao watu wana uhusiano, ni marafiki, wanawachezea wanawavuruga nini akili yao. Jamani, saa hizi ni mida ya saa 6 inaenda saa 7. Yule bwana kwa sababu kazi yake mwanamke aende akauze mboga, aende sijui akachome nyama, sijui afanyaje alishwe. Sasa hivi atakuwa kalala ndani mguu juu, tumfuateni kwake. Hilo ndo neno. Sawa. Hapo mmenifikisha. Yaani hapa mguu wenu mguu wangu mpaka kwake. Wewe, njoo hapa. Njoo. Sogea hapa. Shikamoni. Wewe, shika mwenyewe tena anza kushika wewe tumalizie. Hivi, mwanaume mzima usiokuwa na haya, kuja kutembea na wanawake wote hao watatu uone aibu? Sogea kidogo pembeni jamani. Uso umemparama kama beberu wa itima. Sasa sikia nikwambie. Nataka utuambie kati ya hao watatu unampenda nani? Kazi kweli jamani. Mbona nimekuwa makubwa. Mtungo mmekutani vipi nyinyi? Wewe usiseme vipi? Usiseme vitao, usimtibua kabisa hii akili yangu. Umeelewa eh? Jibu haya unaulizwa. So yeye anaongea na wewe. Mimi ndio naongea na wewe, nataka unijibu. Kati ya sisi watatu unampenda nani? Nani unamtaka? Vipi kifo cha mende? Tena usinipandishe hasira Nionea, ambia nataka uombe msamaha. Yaani wewe utaula chuya wewe. Unanizi jamani dada zangu nyinyi. Dada zako sisi. Dada yako ndani na kuuliza. Mimi nawaambia jamani kwanza. Hivi hata una taibu hata kunidanganya mtu mzima. Hebu niangalie kwanza. Mama usahau mtu mzima wewe. Mimi sioni hata utu uzima huo. Maana naona ng'ombe hateki maini. Sisi tumefanya nini? Haya. Mtoto watu mimi nikajituma wewe na uzee huu. Nipe yote sikize nikwambie mimi kweli bwana kwa kweli wewe wangu na naomba nitubu jamani. Huyu wangu tena ni kweli katika wote nyata siku nikiwakosa. Wewe ni wakosi kuliko huyu. Eti yaani huyu kwa kweli. Unasema kabisa yaani huyu ndo wangu. Mbona wewe ni wakose? Nipate. Hivi unajielewa kweli wewe? Sasa nikwambie kitu mimi ninachokitaka. Nataka udondoshie uno kama lolokuwa unanipa ndani. Kifo cha mende, sikizi kwanza kifo cha mende. Wewe, ti sheria bila shuruti. Hapa nyumbani. Hata kama nyumbani ufanya nini? Kata. Bado. Yaani unakata hivi, wakati ulikuwa unafanya
hivi. Unaenda hivi. Mama Samia, unaona ninavyoomboka mimi Mama Samia. Nataka ulirudishie. Mama Samia, unaona ninavyoombuliwa mimi. Kwani Mama Samia ndio alikutuma ufanye hivyo? Alikutuma? Nyie kina mama na akili zenu niombe mimi. Nizingue. Naomba uno hilo. Eti kata mwanangu. Nyumbani lakini hapa. Nyumbani. Nyumbani. Inama kidogo, inama. Kata mwanangu. Kata. Nyumbani jamani, sio vizuri. Jamani sawa. Yaani leo ndio itakuwa. Yaani hili ni funzo kweli kwa wanaume wote wenye tabia kama yako. Dada anayetuanza kwanza inaisha sababu yako. Sasa mimi labda ukitaka kunifurahisha nichezee wimbo mmoja hivi. Chula na nesa chula. Chula na fanya sasa. Nesa. Hiyo. Chula na nesa chula. Chula kweli, chula na nesa chula. Chula jama. Chula na nesa chula. Na nesa. Chula na nesa chula. Nesa. Chula na nesa chula. Nisamee jamani. Nimekupata. Bado unachuya kwa uvivu wa kutambua. Tunataka kitu mama tumpe utamu. Mimi naomba mgeuka nyuma. Geuka nyuma mtingilishie wao hilo ndo nitakusamea hapa. Kwani wewe unakuwa na tabia kama umezaliwa Mombasa? Geuka nyuma. Hivi unageuka ugeuki? Usiwe mbishi sana tuingizie unatupotezea. Sio unaniambia nikuchezee butterfly. Wewe sikia nikwambie umelikoroga buyu babu Hebu kunywa uone ladha yake. Nimchezee butterfly. Nataka ucheze na butterfly. Geuka kule. Geuka kule toka nyuma. Jamani muelewane basi. Naomba muelewane jamani. Naombeni muelewane. Naombeni muelewane mkaribi. Mwisho kitaki sijalizika bado na butterfly. Butterfly tena Geuka kule tuone wao. Geuka kule tuone wao. Haya tuombe msamaha wote hapa. Uno. Everybody say uno. Hadi chini. Sasa mnipe ushirikiano kidogo. Wewe ndio umelianzisha. Tumelianzisha wenyewe. Tugonge chiazi. Unajua sana. Tugonge chiazi. Uno. Uno. Kumbe nisimalizi huku. Sasa sikia nikwambie. Ngoja niongee jamani, tubo jamani, eleze wazi. Piga magoti chini tuombe msamaha. Jamani samanini. Naomba nirudie tena nikija kugonga hodi mnipokee. Piga magoti bwana wewe Nikija tena. Nataka useme, sema hivi, dada mzuri naomba msamaha. Dada mzuri kifo cha mende. Kwanza wewe una heshima zote, wewe ni mpenzi wangu kwa kweli, sio siri, una uchovu. Yaani mimi nitoke huku popote wewe una uchovu, umekuwa tu umejilali zako pale. Utanipa shilingi ngapi? Nitakupa 200,000 mpenzi. Utanipa 200,000. Na ole wako, usinipe hiyo 200,000 utanijua mimi nani. Tena utapatiwa na wakala. Wewe wakala, nataka unipe mwenye mkono wako. Ndio, toa mwenyewe wakala nini sasa? Sasa zamu yangu mimi hapa. Haya. Piga goti hilo, omba msamaha. Mimi hapa nataka hati ya nyumba. Utaniletea lini hati ya nyumba? Umenyelewa Hati ya nyumba? Sina mbambamba. Naomba hati ya nyumba. Si unataka ishe? Mungu wangu. Ili rafu iendelee. Naomba hati ya nyumba. Mtungu. Lazima kuja kuchukua 40,000. Silichukua 40,000 jana. Haihusiani, mimi nataka hati ya nyumba. Wewe lia galagala kwa nataka. Kwa hati ya nyumba miguu inaniuma. Kwa hati ya nyumba miguu inaniuma. Mimi hati ya nyumba sina. Na hati ya banda la mkaa. Anakuambia mimi nina fani ya kuuza mkaa nani? Baba, mimi sina fani ya kuuza mkaa. Fani yangu mimi hapa nyumba niweke wapangaji kila mwezi nipate hela. Upo? Nataka hati ya nyumba, haya ndio yaishe. Nimemaliza. Basi nitakupa 60,000. Baba, yaani mimi nashamalizana. Mimi ninachotaka hapa nini? Hati ya nyumba. Haya, nenda kwa mwenzangu. Tena kwa nipe zote hapa. Yaani acha tu. Tafikiri mtoto mdogo. Acha wewe. Yaani kwa kweli nakwambia makelele naopiga kwako. Kama angekuja mtu na kunirekodi. Ningeumbuka mimi kama yaani unaongea maneno mazito huko mbele yetu.
Tulia, nilinyamaza kimya anavyoambia nyie. Haya. Kwa kweli tokana na kumbukumbu la torati lako, milioni 1 inakuhusu mpenzi. Hapo sawa. Na naomba nirudi kwako. Na naomba unikaribishe mimi nakuja. Hapo. Yaani wewe bora mimi, yaani wewe bora hao ni hapo umenifresh. Wewe nikunyanyua kwanza, lakini kupate wewe. Mungu wangu. Hapo sawa. Afu sikia nikwambie wewe. Nitakupa 200,000. Hiyo 200,000 unampa nani? Ngoja kwanza, usimkunje. Ulitaka mwenyewe 200,000 mama. Hebu achia bwana, achia. Baba, geuka nyuma kimbia. Kanikati kifungo sasa. Nenda. Mama. Hiyo. Haina hata mtu mzima afya. Na bado hii trailer baba. Bado Sasa unapooni maeneo haya, mara nyingi mimi sehemu ndi kijiwi chako. Yaani kijiwi kizuri sana lakini matatizo. Kijiwi ambacho mimi nakikubalo, hata wenyewe wananifahamu. Tuko vizuri. Sio umekaa umetulia mahali imepita doria. Unaona? Sasa uzuri zaidi wakati mwingine unavuta hata mzundi hapa. Acha bwana. Kwelo? Ila bebe nangu na chimbo la ajabu akia Mungu bonge la chimbo. Hata mzunde unavuta. Mzunde hapo unapiga la duniani kwa la zako. Hapo ndipo pametulia hata mzundi unapigo. Ni kweli mwenzangu. Yaani hapa ndo tunatoa stress zetu zote. Tunazitolea hapa. Habari ndo hiyo kwa la zetu. Mimi mwenyewe nikashangaa kwani nilo kingwendo kanipiti mapema tu asubuhi jamani mapema. Twende nipeleke sehemu nikakata stress. Ndio manake. Nikajiuliza mimi bwana mkubwa naye stress gano walikuwa nayo. Wanawake wanasumbuka, wanawake. Yaani wanaume wengi tunajinyonga, tunakuwa na stress, wanawake. Ndio. Wanawake ni problemu, mwanamke ni shida. Mimi nyumbani kwangu nimegombana na mtu. Sema ya kupemendela mawazo. Safi sana. Tenda kupemendela. Wanawake jamani, wanawake watatuua mwaka huu, wanawake wanatuua, wanawake. Tena kwa msimu huu ndo una kitu mwenzangu, kazi unayo. Kwani unafikiri swali la wao kina mama kwako wewe tu? Kwangu mimi mtumbati. Libomba liko limoto ugendi hapa ndio bweli hili. Au ile mundo mkati. Njandani kuni imano. Yule mwana mama anaweza akasema mimi bila wewe, yani kwanza mimi nakuzugiti ndugu zangu tu wameniambia nibaki, nikupe wewe appetite usije ukafa. Wanawake wanasumbuka, wanawake. Yaani wanaume wengi tunajinyonga, tunakuwa na stress, wanawake. Ndio. Wanawake ni problemu, mwanamke. Tusiongee sana. Hapa la msingi ili tuweze kuwa revo. Ndio. Turudi tena kwenye high school. Inabidi tusafiri. Tulekanaga nangwe. Kulekanaga nangwe ndio. Umeona tunawaleka. La msingi hapa sisi tufanye mpango tukatoe stories zetu zaidi. Tutulie twende Arusha kwa Ndumbalo. Twende Arusha. Kwa ndugu wetu Ndumbalo. Ndumbalo. Twende kwa Ndumbalo Arusha. Kweli. Kwanza kule kuna upepo mwanana. Ndio. Upepo uliotulia kama tuko Ulaya. Ni joto kama Dar es Salaam, sasa hivi Dar es Salaam kuna joto. Alafu vile ndugu yetu Ndumbalo tutamlazimisha. Atupeleka kwa Mrombo. Kwa Mrombo. Tukale nyama choma. Tena kuenda stress zote zinaisha kule. Tunakutana na maaskofu, tunakutana na makinywanjilisti wale wote kina Jose wote wale. Lakini sasa kako kingwendo. Mimi nauliza hawa wake zetu wale sasa tunafanya wake zetu na wacha. Bebe wao wake zetu lekanaga nangwe. Lekanaga nabo ndio. Habari ndio achana nao. Tuachane nao. Kama tukuaga tunaaga kimya kinyemela kwa sababu wasije wakajua hata majirani katunaenda. Ndio tunaenda kupumzika. Kwa kweli mimi nishafikia tu kwamba kusema nijimalize mwenyewe roho yangu. Unaona sasa? Hii nishakosa mawazo kifikiri unamfikiri yule mama. Unaona sasa? Lakini sasa stress inaenda kumaliza wapi? Lekanaga na bwe. Twende Arusha. Twende Arusha kweli. Tujage Arusha ende kwa Ndumbalo. Jamani, wewe bwana mkuu umeniambia kitu cha maana sana. La dunia. Ndulo unapiga ndulo. Ndulo. Ila bebe nangu. Tulekanaga nabo. Naoni sasa hivi tuko umeanza kushindishinda mechi zako zote. Naoni jezi imekuganda kama lubi. Sisi ndio wananchi wewe. Tunatisha wananchi, tunatisha sasa hivi wananchi. Nini? Tunatisha. Wanatisha kila mechi bao. Kila mechi tunakumuta bao. Bao wapi bwana wewe ache tu. Kwanza sisi wenyewe tumeangalia mkwala wenu
tumekuja tumemleta mkocha mwingine Mhispano. Amevikundale mikundano. Huyo Pablo. Pablo kocha ni Pablo. Kocha ni mtabalisha makocha nyinyi mpaka mnafariki dunia. Lakini yeye ni mabao tu. Pablo unamjua? Yeah. Samani mheshimiwa. Samani sana. Bwana samani, habari ya saizi kwanza? Salama salama. Habari sisi wa Tanzania lazima tusalimiane kwanza. Wewe ni mwenyeji maeneo haya? Sana, mwenyeji sana. Bwana mimi Arusha nilikuja kipindi fulani zamani sana kama miaka 6 iliyopita hivi. Samani mheshimiwa, kuna kijana wangu ama mdogo wangu anaitwa Ndumbalo. Bwana wewe. Nani? Ndumbalo. Jamaa wangu sana. Wewe masiala wewe. Sana. Unamjua? Namjua zidi ya kumjua wewe. Wewe ni mwenyeji sana hapa kumbe. Nimepata nimeokota dodo chini ya Samsung. Ila kwa kweli. Umefika? Basi ni mdogo wangu sana namtafuta hivi nimekuja, lakini ndo kama nilivyokuambia mimi ni mgeni hapa kidogo. Ndani ya miezi 6 nilikuwa nimekanyaga Arusha hii. Kwani umetoka wapi? Mimi natokea Dar es Salaam. Mimi ni mjanja wa Dar es Salaam bwana. Mjanja wa zamani wa Dar es Salaam. Okay. Basi nipeleke ndugu yangu. Leta nipokee begi. Kumbe ushafika. Ushafika kwa kweli. Yaani ushafika hapa mzee. Unapajua mpaka nyumbani kwake. Paka kwake. Bwana nimefanikiwa. Umefika. Asante. Usio na wasiwasi. Twende sasa nyumbani kunipeleke. Ndumbalo bwana ule ni mdogo wangu. Toka nitoke. Kabisa. Yule anaitwa Fredi Ndumbalo. Fredi Ndumbalo. Mimi naitwa Joseph Ndumbalo. Umefika mzee, ndo Arusha umefika. Usijali. Unaona hapa? Hapa umefika. Unaona geti? Maeneo haya? Hilo geti ndo kwa Ndumbaro. Geti? Kama unaenda ndani kuna watu wanaishi ndani. Nani mboni mwao? Okay. Sawa, ubarikiwe sana mzee wangu. Kiongozi. Ubarikiwe sana kiongozi. Sawa. Inaonekana wewe unaweza kuwa mbunge ama waziri. Mwingine Pamoja sana. Asante. Kwa nikiingia pale kuna nyumba kule. Ingia ndani pale, getini pale. Ingia hivi kama unaingia kulia kwako, afu ingia kushoto kuna nyumba. Basi ubarikiwe sana. Okay, no problem. Sawa. Asante. Okay. Jamani, naenda kwa mdogo wangu anaitwa Ndumbalo. Jamani, mnamjua Ndumbalo jamani? Ndumbalo nimeelekezwa kwenye geti lile, kwenye kile kifleti kile babangu ila kwa kweli. Lakini amjambo wanangu. Okay. Wako vipi asiye ili kulia basi. Police stress sasa. Kisha kwa stress jamani. Sinaenda kwa mdogo wangu nimeelekezwa huku. Mimi si wenyeji hapa. Baba we taratibu. Nenda kwa mdogo wangu kwani vipi na wewe? What is this? Jamani watu wa Arusha kwani mko hivi? Wewe kitambi kina TBS baba zamani. Niachie basi begi yangu asembo kuja kuleta mambo ya ajabu asembo. Niachie begi hapo inakuwaje? Mimi nina nguo za kubadilisha nimetoka Dar es Salaam. Kwa maneno mengi mzee baba wako. Achia changu. Jamani. Jamani ile begi kuna nguo zangu za kubadilisha au na kuna hela zangu humo jamani. Mbona wakazi wa Arusha nyinyi mnakuwa hivi lakini nyinyi ndugu zangu chaliza. Ndio nenda kwa Ndumba mnisaidie mnachukua begi langu. Begi lina hela leo jamaa. Basi nisha sharabu. Wewe baba wewe. Kisu jamani, kisu hicho. Unaona uko Morombo? Morombo? Kule kwa Morombo, unasikia? Tunakufungua bucha. Unakuwa nyama, alafu ni supu nzuri sana. Unaona kitande? Wewe baba samani. Unaona hiyo kitande? Basi begi chukueni samani. Mniache tu roho yangu baba samani. Ndio basi na gepo. Ndio gepo jamani, mniache roho yangu samani. Sepa na gepo. Baba na gepo. Baba na sepa. Sakalia nyuma. Asakali. Yaani bwana mdogo,
watoto wa Arusha wamenipulula. Nimekutana na tapeli mmoja nimemwona kama mheshimiwa. Kavaa miwani kapiga bonge la suti nikasema huyu mheshimiwa. Kavaa miwani amependeza akasema yes. Wewe nimuulize huyu kwa mdogo wangu Ndumbalo. Nikamuuliza akasema napajua. Twende. Ndumbalo namjua vizuri sana. Swaiba wangu akasema yes nimepata mwenyeji. Basi wanipeleka kufika mbele. Akanielekeza geti lile pale ndo kwa Ndumbalo. Ukipiga kulia unaondoka Ndumbalo. Nikasema sawa. Nenda mbele kidogo ikutana na vijana weusi kama futa bunduki wamenuna. Nikasema leo kazi ninayo. Nikasema Somalia wema hawa. Nasi jamani wanangu amjambo. Nani unaenda wapi? Unakuja kwa Mulombo. Kama kwa Mulombo. Kwa Mulombo tena bibi. Nilijuta. Yaani ni hatari vijana wakashuka tabu. Vipi? Leo ulichukua nacho? Wakaniibia begi. Begi lina shilingi 30,000 na nguo zangu zote zimeondoka za kubadilisha nguo. Nikasema leo kazi ninayo. Pole sana. Ina bebe nangu. Sasa nikwambie kitu brother. Hii ni Arusha. Uonge na mimi nikufuate katika huo muda. Unaona na hao katika watu watatu, yule jamaa alovaa suti na hao jamaa wengine wote ni wamoja. Wote ni wezi. Unaona ila pole sana brother. Yaani hatari kweli ya Mungu. Nikaona basi bora nije kwa mdogo wangu nitoe stress maana ushemeji yako anaponitesa nyumbani. Yaani bwana ndio nina stress. Shemeji yako leo tunifanya kule Dar es Salaam kwa bora nikapumzike kwa mdogo wangu Ndumbalo nyumbani nikapumzike kwanza. Japo hata miezi 2-3 afu ndo nirudi Dar es Salaam. Nina stress mwanangu. Hata shemeji anafanya nini tena? Shemeji yangu kwanza mtu akisa msingi vinywaji. Akishalewa matusi. Ananioga matusi ajui kama huyu nani. Ni shida yani ya Mungu ni tabu matusi ya uoni. Mwanamume gani wewe? Kwanza ushakuwa mtu mzima, huna lolote. Mambo kibao nikasema basi bora niende kwa mdogo wangu Arusha nikatoe stress. Nikatulia hata miezi hiyo, 2 hata miezi 3 nitulie. Sasa brother unakosea. Unaona? Wewe upasi kumruhusu mkeo eti anakunywa pombe. Kaza muda mrefu achana na pombe ananisikia. Ananielewa nafikiri. Anakushindwaje? Pombe imeshakaa kwenye damu. Pombe imeshakaa kwenye damu yake. Ngoja nikwambie. Unamkumbuka rafiki yangu anaitwa Dickson Kalumuna? Kalumuna yule mwana. Yule mjeda. Alikuwa demu mzuri yule. Mjeda yule rafiki. Rafiki yangu jamaa alikuwa na mke mzuri, lakini alipoona tabia zake sio, akaambia chalo. Kachukua bonge ya mtu. Sasa akita ujinga mwambie apite hivi. Sasa kipita hivi mimi napata wapi mwingine zaidi ya yule? Sio mwingine unasema na mbonge nyumba ndogo. Au na stress wewe? Sikia nyumba ndogo hiyo vipi? Kakisikia alafu shemeji yako nyumba ndogo hiyo. Haya bro, sikiza umekuja Arusha kutoa stress. Nafikiri stress itatoka fresh. Mungu na hali yako fresh, yako fresh. Hapa ndo home, maisha yanaenda. Ila Ndumbalo. Ndugu wangu ulikuwa unapanga wewe vichochoroni kwenye midizi unapanga. Leo uko hivi umependeza una nyumba lakini una flat kabisa una kiflat huko wala zako. Umejenga nyumba nzuri afu una migari miwili. Ni kupambana tu. Freemason. Brother sikiliza. Freemason wewe kama Diamond wewe Freemason wewe. Wewe nakwambia brother sikiliza. Maisha ni kutafuta, maisha ni kupambana. Wewe lako nyingi unakiza kwenye pombe. Shemeji. Yaani mimi naona wivu kabisa maisha yenu mnaoishi wewe na Ndumbalo. Naona wivu. Yaani mmeishi vizuri, hamna hata stress, hamgombanaji. Bwana. Mnafanyaje mpaka ndoa yenu inazidi kudumu? Na mpaka mnakuwa mko vizuri jamani, hamna hata stress jamani shemeji. Yaani Ndumbalo amewahi tu. Ingechelewa Ndumbalo, bora ningekuoa mie. Kwani tatizo ni nini shemu? Tatizo mdogo wako kaka dada yako. Akishapiga mambo yake, matusi ya nguoni. Mwanamume gani wewe? Mwanamume mzeka. Mwanamume una lolote. Si mwana hivi na hivi. Mbele za watu afu tuna watoto wakubwa maskini ya Mungu. Ina maana dadangu anakunywa? Haja kukusifia tu anakula
inanipa stress, ndio maana nikasema bora niende kwa mdogo wangu Ndumbaro Arusha. Nikapumzike. Nikatulie japo hata miezi 5 miezi 6. Pole sana shemeji. Nashukuru shemeji yangu, asante, nimeshapoa. Japo machungu bado ninayo. Haki ya Mungu. Nimempa angalizo dada yako kwamba ipo siku nitakukimbia kutokana na problemu yako hii. Na utoniona tena. Hapana shemu. Yaani kumkimbia mwanamke sio suluhisho. Wewe shemu cha kufanya. Kwanza sisi wanawake ni waelewa sana. Ndio. Na wewe kaa na mke wako mueleweshe. Mbona tunaelewaga tu? Ndio. Alafu wewe shemu ni kichwa cha familia. Haki ya Mungu shemeji. Hivyo napata shida na stress mwenzangu. Ndio maana kaniambia nitakutoa stress. Usijali brother wangu. Sasa sisi ananitoa stress yangu. Usijali shemu, kwa maana kweli umefika Arusha. Stress zote zitaisha. Kweli? Hata Ndumbaro kasema hivyo. Mwanamke kama hajitambui, mwanamume lazima ukonde. Shemeji, mimi niko na kitambi kama mkoba kinyozi. Cheke sasa nimepururuka, nimekuwa kama Ndumbaro. Kwa hiyo shemu, hapo ndio umepungua hivyo. Vibaya mno. Nimepungua vibaya mno shemeji yangu. Nipe pole. Nipe pole shemeji. Shemeji wametulia. Shemeji wanajitambua. Wade ndani. Shemeji. Jamani, shemeji kwa Arusha. Hebu ingia ndani. Shemeji, nyumbani matatizo kweli. Nini shemu? Shemeji. Ni wewe shemeji? Ndio, ni mimi. Na uko hivyo hivyo kama wale? Akina nani? Shemu, nini yaani jamani? ache tu nyumba ndogo stress, nyumba kubwa stress. Tena nyumba ndogo ndio mtungo. Yaani ndio na pombe hivi saa hizi shemeji yangu. Hebu basi usilie, basi nyamaza, karibu. Hebu kwanza uingie ndani. Sasa shemeji, mwana bwana nije Arusha. Basi sawa. Ndumbaro uko wapi? Ametoka kidogo. Ila ingia ndani kwanza. Sina cha kupoteza. Angalia maji. Jamani. Da kukaliki. Sasa nikajaribu nimepata mawazo ya kuondoka kule Dar es Salaam kuja huko Arusha. Kile kimpigi simu mwenzangu hapatikano. Kile kimpigi simu Kingwendu simpata. Mbona Kingwendu yupo hapa? Nasemi? Kingwendu kaja yupo hapa. Wewe Kingwendu kaja hapa analia. Kama mimi. Kama wewe, lakini mwenzio kaja hapa, kaibiwa begi, kaibiwa pesa, kaibiwa ni kila kitu. Sasa Kingwendu kanifanya maana gani jamani? Kingwendu ananitoloko mimi kweli jamani? Mbona ngeniambia kuliko kunitoloko? Nimempeleka mara moja kwa mjomba hapo. Akapoteza muda lakini ndio maana hata mimi nimepita hapo kati nakuja hapo nikakutana jamaa mmoja Tolu hivi. Tolu. Mzee wa madini Melelani kule. Okay. Akaniambia Kingwendu yupo hapa. Sasa mimi nikampuuza nikafikia bana nidanganyo. Mbona Kingwendu yupo hapa? Yaani tunapozungumzia hivi shemu, sasa hivi hana simu. Ameibiwa kila kitu. Sasa bora cha mimi mwenzenu nimekuja ni kitoche huko. Afadhali nikuja nacho. Sasa yaani kwambia ndio Dar es Salaam kulivyo. Aise, poleni sana. Karibu, lakini sisi tuko hapa na shemeji yangu. Tatizo kubwa tesi tulielewe mimi na mwanangu tulikati wakielezwa wale lakini mama wamekuwa babe. Yaani lakini mama libomba liko moto. Muone bwana. Mimi yule mama kwanza mara ya kwanza yule mimi mwenzako mimi yule mama wa nyumba kubwa mwenyewe huyu. Sikaniendesha mpaka nikajikuta nimevaa dela mtaani. Ili kujijua. Dela? Hivi dela. Umevaa dela kabisa? Watu wananiambia bwana umevaaje? Mimi nikumjishe na kumkali. Kwani kuangalia jamani na dela nimechomekea kama shati. Mimi nijui nimevaa singlendi bwana kumbe dela. Umeona? Dela kabisa. Dela kabisa nikaenda kupata nguo kwingine nikapata. Na huyo mwingine tena huyo mtungo mwana nyumba ndogo mtungo alikuwa jina lake ni Mtungo. Kanitungua na hela nauli zangu. Nipata muda kuongea naye. Yule iwezekano yule nitaongea naye vipi yule? Ikishindikana mpeleke wazee. Sio wazee wataongea naye mambo yatakaa vizuri, si ndio bwana? Kabisa. Wakumpeleka kwa wazee nani? Si huyo. Mimi bwana tena kule nishajam. Ila tu ninachokiona mimi bwana
Mimi napenda sana wenyewe mnakaa vizuri kama nyinyi hivi na mwenzio. Mnafuna maisha la mwenyewe unayaoni. Mimi nikushauri. Achana nyumba ndogo. Kweli kabisa. Mdogo Wewe unakupa stress. Bwana bora nije Arusha huko. Kwanza siku moja nataka unipeleke mbugani. Nidi na mgololo wangu hivi. Naona sasa mpaka na balance sasa zile stress zinapotoka mpaka zingine nimezimisi na zibakishi na mgololo. Yaani hapa. Yaani hapa. Umefika. Yaani hapo. Ifasini sio mbali, ni hapo tu karibu. Hebu nizikumbuku nyingo, Manyalo, Serengeti, Tarangire, Arusha Pati, yani ziko kibao. Utaenda kucheza na nyani kule, utaenda na Simba. Ile hivi inaitwa Manyala. Manyala National Park. Manyala National Park. Utapeleka pale karibu bwana na kufanya kazi na nini. Ndio Manyala hiyo. Basi ina noma fresh. Usiogope, umefika sehemu salama, au utaenjoy na utakaa fresh. Tena nataka usiku mmoja unipeleke mbuga ya Manyalo na turubai nini inaitwa lili? Tenti. Na tenti lili na mimi. Tukakaenda Kingwendu miezi 3. Mlale kule. Sasa makubwa. Sasa hiyo ni pati gazeti bwana. Hiyo ni Arusha tu hapa. Yaani hapa hii yani sio hifadhi. Mimi nashangaa sijui Manyala itakuwaje. Manyani hatari. Tutaenda kukutana na wale manyani makubwa ambao wana tabia kama za wanadamu. Yaani hao wanalala saa 12 jioni. Tena wanalala juu ya mti mrefu kama kule kwa ili yani kuepuka wale wanyama wakali. Kama enzi za zamani chimpanzee zile. Lakini pia kuna simba ambao wanalala kwenye miti. Simba anapanda juu ya mti kabisa. Alafu wanalala kule. Sasa yani hizi hawa ni kama vile pati gazeti wenyewe wanasema. Yaani sijui kwa Manyala itakuwaje. Manyala ni noma. Sasa ukienda pale Manyala utawakuta wengi na kuna wataalamu wanakuhadithia habari tabia kabisa za nyani, kwamba nyani nasikia yani wanaingia kulala saa 12. Alafu wanalala juu ya mti kabisa kule yani. Ili wanyama wakali wasiwapate. Na asubuhi wanaamka kama kawaida binadamu wanavyoamka. Wana tabia zote za kibinadamu. Kwa hiyo bwana Bambo ndugu yangu ndio hii, yani stress lazima iishe. Unaona? Unaweza tukasogea hadi hapo. Wala usiogope. Twende kwaona. Kweli mimi nina taabu. Yaani kwa kweli Watanzania wenzangu wote moyoni mambo yanayofanyisia akini baba sasa hivi. Lakini baba sio mimi peke yangu naifanywe hivi, wako wengi wanaofanywa hivi sasa hivi. Wengine wanaogopa kuongea nomi. Naye matatizo yote yanatokana kutokana na mke wangu mimi wa ndani. Ndoa yangu mimi, mke wangu kabisa mimi wa nyumbani hapa. Ndiye amesababisha matatizo yote mimi kwenda kuchukua kina mama wote wale. Mizigo yote ile mitatu ile. Sasa ukichukuli kama mtungo.
Mtungu mimi baada ya kupata stress ya nyumba ndogo niende kwake nje, niende kwa vizuri kutuli kule. Kwa hiyo alinipokea vizuri, nimekaa kule karibuni miezi 3. Sasa alifikia tabia mbaya eti nisitoke na anachukua nguo zangu analoweke maji. Yaani nisirudi tena nyumbani kwa bibi mkubwa. Hii si uvamizi wa mapenzi hiyo. Hii ndio ukisikia urusi na Ukraine. Tatizo lake mtungo yule anapenda sana wewe ujifanye urusi. Kuja kumchukua mke wangu mimi mfanye Ukraine. Nisirudi nyumbani nimemkosea nini? Inamuhusu. Naona. Na kifo cha Mende naye kweli kifo cha Mende mimi jitihada zake yani uvivu hana apendi ushambengo. Wewe utakavojua rudi unavyorudi tu rudi lipiti na kulipiti mfiki na kumfiko. Hawaja hata siku moja kwambii toko wala kwambii. Na nipi yote nipi yote rafiki yangu. Nakumbuka kama hiyo kula mbakishi baba. Enzi ya utoto mnajibanzi mmepotea huko kwa mji kubutu plastiki. Nusu saa muonekani mpaka mnatafuta na tochi. Yani nipe yote yani viungo vyake vimekaza kweli. Viko tight ile valve zake zimetaita zijalegelegeo. Kama champagne. Yani kwa kweli acha sasa nashangaa sasa wao ndio wanakuja wananikolomera yani katika sago yani hao ni dungu linaokurupoa hela zote. Wanapendi hela sana. Sasa hiyo mtungu wetu anataka tena nimchukulie hati ya nyumbi. Nyumbi tena mimi niondoke hapa. Mama Samia oni sasa anavyonifanyia kini mama. Kule Lombo wakini mama walilalamika wakini baba warudi nyumbani wanalala usiku kuunja na sasa hivi nataka kini baba na sisi tuandamani sasa. Lakini mama mnatubaluza hatuna amani. Mimi hapa nimeenda kupima juzi kila ugonjwa ninao. BP ninayo, ya kupanda ninayo, ya kushuka ninayo, ya kudrop ninayo, ya kuseleleka ninayo. Unaona? Kiharusi kitarajiwa ninacho. Unaona? Corona ninayo, limbwata ninalo. Vipele vya joto ndo siseme. Mapigo ya moyo kudunda kwa nusu saa mara trilioni 8, mimi nimezidi trilioni 10. Sasa nimeamua kwa mgambo mpaka asubuhi. Yaani msaifu kwanza ugambo wangu mimi yani nalindi muda wote wima kusimama sikai. Sini na mtu. Ile ikifika ukinikuta kiji nyumbani hawatakote mtu. Kwanza kesho kutwa hakote mtu. Niko Lindoni.